Kodi ya pili: huwezi kutumia mbinu zilizoshindwa kushinda. Ni uchambuzi wa kitabu cha Mwamposa sehemu ya pili. Ili ushinde unahitaji mbinu za ushindi. Mbinu za ushindi wanazo walizoshinda. Mbinu za kushindwa wanazo walizoshindwa pia. Watu wengi hupenda kuwapa wenzao mbinu zilizoshindwa kuwasaidia wao wenyewe. Sauli alishindwa kupambana na Goliati, lakini bado akataka amtwishe Daudi mbinu zile zile alizotumia yeye kushindwa. Daudi akashtuka, akaachana nazo, akaambatana na mbinu alizotumia kupambana na simba machungani. Nenda kasome Samueli wa kwanza sura ya 17 mstari wa 38 mpaka wa 39. Hii ni kodi ya kuishi nayo, kwamba mbinu ulizotumia kushindwa mwaka jana katika malengo uliojiwekea, ukizitumia mwaka huu utashindwa tena. Kwa hiyo ukitaka kushinda, kajifunze kwa walioshinda, japo hata kwa walioshindwa nako kuna jambo la kujifunza. Tatizo, watu wengi walioshindwa wana maneno ya kukatisha tamaa sana. Kwanza, hawakubali kama walishindwa. Wao wanaamini walishindwa. Wao wanaamini walishindishwa. Hawakuteleza, walisukumwa, walifanyiwa figisu. Wanaamini kushindwa kwao ni mapenzi ya Mungu. Watakujengea mazingira ya kushindwa pia, lakini pia watakukatisha tamaa. Utasikia matajiri hawana raha, pesa zao ni za kishetani. Huwezi kuwa na pesa nyingi bila ya kuwa mshirikina. Sikiliza, haya maisha yataendelea kuwa magumu mpaka upate hela. Watu walioshindwa kwa kulaumu sana. Utasikia, mshua angekuwepo nisingepitia hivi, ningekuwa mbali sana. Na wakati kuna vijana wengi hawana washua lakini maisha wakayaweza, na wengine wako na washua zao mpaka sasa lakini maisha yamewakazia vilivyo. Sikiliza mwamba, ukishaona umetoka familia maskini, hebu komaa familia tajiri itoke kwako, kuliko kupoteza muda kuwalaumu wazazi kwamba hawakukuwezesha. Wazazi wenyewe wanawalaumu hata wenyewe, wanajilaumu kukuzaa, sema tu hawakuambii. Hii tabia ya kushindwa na kulaumu badala ya kushindwa kujifunza kwa nini ulishindwa ndio hufanya walioshindwa maisha kuzidi kuwa wengi. Wako mbele yako, wako nyuma yako, wako kushoto na kulia kwako, wamekuzunguka. Haiwezekani ndio wimbo unaoimbwa na wao. Kila mtu hawezi kama walivyoshindwa wao, wakati tumefundishwa kushindwa ni maandalizi ya kushinda. Walioshindwa wengi hawaelewi hili. Huwezi omba ushauri wa namna ya kuwa mwema kwa mtu mbaya. Huwezi omba ushauri wa namna ya kumcha Mungu kwa shetani. Kila mtu ana vipaji, ubunifu na uwezo mkubwa ndani yake aliopewa na Mungu, na kuweza kufanya chochote anachotaka kwa mafanikio makubwa sana. Kitendo cha kusikiliza maneno ya walioshindwa yatakufanya ushindwe kutekeleza mipango yako ni kujikosea adabu mwenyewe. Unaendaje kuomba ushauri wa kuwa tajiri kwa maskini? Ndiyo maana hata nchi maskini haiwezi kwenda kujifunza kwa nchi maskini namna ya kuwa tajiri. Nchi maskini inakwenda kujifunza kwa nchi tajiri namna ya kuwa matajiri. Jijengee misimamo, kanuni na taratibu zitakazokuongoza kwenye kazi zako na uzifuate bila ya kuzivunja. Hii itakusaidia kutoyumbishwa na kukatishwa tamaa na walioshindwa. Daudi alichagua kumtanguliza Mungu kwa kila kitu. Huu ni utaratibu unaombeba sana Mwamposa. Ameusisitiza sana kupitia hicho kitabu cha Nguvu ya Kuona. Tukutane kwenye kodi ya 3 wakati mwingine. Kwa sasa, acha na mimi niendelee kuvimba na ofa yangu ya Krismasi na mwaka mpya. Na vitabu 13 kwa shilingi 15,000. Ni nakala tepe, nakala laini, yani soft copy kwa kimombo. Tuma pesa yako kwenye namba hii, M-Pesa 0740590451. Nunua kabla ya kununua. Jipatie kitabu cha kwanza, Malezi, mwandae mwanao kuwa na hadhi. Cha pili, Biashara huanzia kichwani, sio mfukoni. Cha tatu, Fikra tunduizi, tungo za kufikirisha. Cha 4, Ukombozi wa fikra. Cha 5, Wasomi huru gerezani. Cha 6, Maisha ni kutafuta na si kutafutana. Cha 7, Ukombozi wa fikra za Mwafrika. Cha 8, Fungua ubongo. Cha 6, Miamba ya Afrika. Cha 10, Viongozi walioandika majina yao vibaya. Cha 11, Mbinu 16 alizotumia Yesu kutoboa. Cha 12, Viongozi wanaoishi baada ya kufa. Na jipatie kitabu cha Fahamu ya Ndoa kabla ya ndoa.
Huyu ni muhenga wa karne ya 21, Mwalimu Dennis Mpagaze. Cheers.